Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tusimame kwa ajili ya somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako ee Bwana. Zilipotimia pia siku zao za kutakasika zilizoamriwa katika sheria ya Musa, walimpeleka Yerusalemu wamtoe kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto wa kiume aliyemzaliwa wa kwanza awekwe wakfu kwa Bwana, na watoe sadaka kama ilivyotajwa katika sheria ya Bwana, huwa wawili au makinda mawili ya njiwa. Sasa Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani kama ulivyonena. Basi walipotimiza yote yaliyoamriwa katika sheria ya Bwana, walirudi Galilaya, mjini kwao Nazareti. Mtoto akakua, akaongezeka nguvu, akawa amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Habari njema, Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako ee Kristo. Ndugu zangu wapenzi, leo jinsi ambavyo tumeambiwa na brother Sami ya kwamba tunaangazia jambo la familia kama mahala pa kukuza imani kwa njia ya matumaini. Familia kama mahala pa kukuza matumaini. Familia kama mahali pa kutunzana ili kila mmoja wetu aweze kupata kuwa na matumaini katika maisha yake. Familia huwa umejengwa na watu aina gani? Wa kwanza ati nani? Mwingine? Mwingine? Baba, mama na watoto. Na hao baba, mama na watoto huishi pamoja, na inatakikana ya kwamba wawe wanaonyeshana njia, ikiwa wanaelekezana kutoka kwa yule mkubwa hadi yule mdogo, jinsi ambavyo wanapaswa kuishi katika maisha yao. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mama mmoja alikuwa anaishi akizozana sana na mzee wake, na siku moja mzee wake akamuuliza, Mungu aliweza aje kukuumba ukiwa mrembo na mjinga at the same time? God is good. Amekuumba ukiwa mrembo na uko mjinga at the same time. Ungejibu aje kama mama? Ungeruka juu, si ndio? Useme, we, mimi sio mjinga, mjinga ni wa kwenu. Ati? Lakini yule mama akaambia yule mzee ya kwamba Mungu aliniumba nikiwa mrembo ili nikuvutie, unipende. Lakini vile vile akaniumba nikiwa mjinga ili mimi niweze kukupenda, kwa sababu kukupenda ni ujinga mtupu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu aliniumba nikiwa mrembo ili nikuvutie, unipende. Lakini ameniumba nikiwa mjinga, ndio maana naweza kukupenda, kwa sababu kukupenda ni ujinga mtupu. Familia kama hiyo huanza kusambaratika mwanzo, kwa sababu upendo kamili haujaonyeshwa katika mwanzo wa familia hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Familia ya aina ya pili, kuna mama na mzee wake walikuwa matajiri, na walipokuwa wakiendesha gari wakienda mahali, hawakuwa wanaongea kwa sababu walizozana asubuhi.
Na walipofika mahali wakapata mbuzi wengi wanavuka barabara na kondoo. Na mzee akifikiria anataka kuweza huyu mama, akacheka, akauliza huyu mama, hawa si watu wa familia yako? Na yule mama akamwambia, ni watu wa familia yangu, lakini ni wale ambao walizaa bwana yangu, tunakuwa familia moja. Kwa hivyo huyu mama akamwambia bwana yake kwa njia ya mpango kwamba hawa mbuzi ni watu wa kwenu na hawa kondoo ni wa kwenu. Tumsifu Yesu Kristo. Familia kama hiyo imeanza kusambaratika katika mwanzo wake, kwa sababu mama ameona jamaa na ndugu na marafiki wa yule bwanake kama mbuzi na kondoo. Na vile vile baba pia ameona jamaa na familia ya huyu mama kama kondoo na mbuzi. Wamekosa kuelewana kutoka mwanzo. Ugumu unakuja wakati ambao familia kama hizo wanataka sana kuendelea katika maisha yao na kujitunza katika familia moja. Tumsifu Yesu Kristo. Familia ya tatu, kulikuwa na mama na mzee wake nyumbani ambao walikaa muda sana bila kuongeleshana. Mzee alikuwa anapenda usingizi sana, na kuna siku alikuwa na safari. Akasema, nataka mke wangu aniamshe asubuhi nisichelewe safari. Kwa sababu hawako wanaongeleshana, akachukua karatasi na kalamu akaandika, kesho uniamshe saa 11 ya asubuhi. Na kwa kweli yule mama aliona ujumbe ule, na yeye pia akachukua karatasi na akaandika chini, ni saa 11 asubuhi sasa, amka. Wakati huo mzee alikuwa amelala usingizi, akaamka saa 3 ya asubuhi, gari likamwacha. Kwa sababu hawakuwa wanaongeleshana, wakijaribu kuongea kwa maandiko, kwa maandishi, wote wakaanguka. Familia ambayo haiongeleshani huwa inasambaratika katika mwanzo wake. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana leo tunataka kuangazia familia kama mahali pa kukuza matumaini. Mahali ambapo matumaini yanakuzwa ni mahali ambapo panapaswa kuwa mahali pema. Mahali ambapo watu wanaongeleshana, mahali ambapo watu wanaelewana. A place that people agree, a place that people talk and live in peace. Family is a place where hope is born. Matumaini yanazaliwa katika familia. Kwa nini? Mwanzo kabisa ni kwa sababu mahali ambapo familia ilitoka. The origin of family life has no base in anywhere else except kutoka kwa Mungu mwenyewe. Hakuna chochote ambacho Mungu alimpatia binadamu ili iweze kumwangamiza, ili iweze apotee, ili kumfanya ili akose kumtumaini tena. Family is a place that we nurture faith and hope, because God himself is the source of both hope and family. Mwanzo, in the book of Genesis chapter 1 from verse 27 to 28. Tunaambiwa kwamba Mungu alipomuumba mume na mke, he created man in his own image, male and female, he created them. And he never just created them ili wapate kuishi katika ulimwengu bila kazi yoyote. Akawaambia, nendeni basi muweze to multiply and fill the earth, then subdue the land. Multiplication of a family is seen in the blessing ya watoto. Kwa hivyo familia ambapo watu wanakaa wakiwa wanajua kwamba Mungu mwenyewe ndio alianzisha maisha ya familia. Wakati aliumba Adamu na Hawa, akawapatia nguvu ya kujenga familia, akawajalia hata na watoto.
the human person as a family remains the hope that has origin also in God. Mungu ni mwema. Mungu hawezi akakupatia kitu cha kukuangamiza. Mungu hawezi akakupatia familia ili uteseke. Mungu hawezi akakupatia familia ili upoteze matumaini. Mungu hawezi kukupatia familia ili uhangaike. God is giving us a family as a place that is keeping his face of hope amongst us. Tunapaswa kufurahia familia zetu, kwani zimetoka kwa Mungu, kwani zimekuja kama baraka kutoka kwa Mungu. Watoto ambao tuko na wao, baraka kutoka kwa Mungu. Mali ambayo tuko nayo, baraka kutoka kwa Mungu. Bibi ambaye nimejaliwa, amekuja kama baraka kutoka kwa Mungu. Na Bwana ambaye niko na yeye, baraka kutoka kwa Mungu. A family man, a family woman, a child brought up in a family hapaswi kupoteza matumaini hata kidogo, kwa sababu kile ambacho anaishi, mahali ambapo anaishi, amepewa na Mungu mwenyewe. Sio kwa sababu Mungu anataka ahangaike, sio kwa sababu Mungu anataka apitie mateso, lakini kwa sababu neema yake Mungu Mwenyezi unawaweka pamoja ili waweze kutembea katika matumaini. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la pili ni kwamba Mungu alipopenda kwamba binadamu aweze kujenga familia, jambo la kwanza ambalo Mungu alifanya katika kitabu cha Mwanzo ni kwamba aliwabariki. God blessed the man and the woman kabla hata ya kuwapatia kazi ya kwenda to multiply and fill the earth and subdue it. The first thing that God did was to bestow blessing on the human person, kwa mke na kwa mume. Ndugu yangu, dada yangu, wakati wowote ambapo unaishi katika ndoa yako, jua ya kwamba katika familia hiyo, jambo la kwanza, hata kabla uingie katika ndoa hiyo, Mungu alikuwa amebariki ndoa yako. Tumsifu Yesu Kristo. God had already blessed your marriage. God had already blessed your plans for family life. God had already blessed the intention of you being a family person. Na kwa hivyo maisha ya familia vile vile kama mito mengine ni wito wa kipekee. In fact, tunasema ya kwamba family is the mother of all vocations. Mungu ni mwema. Family is the mother of all vocations, because in marriage is where we get the fruits who become priests. It is in family life that we get brothers. It is in family life that we get sisters. Without family, we can't have all other vocations. Zote zinazaliwa kutoka katika familia. That is a blessing that God had put in family life. Toka mwanzo aliwabariki wazazi wetu wa kwanza. Na baraka hiyo ya kipekee ambayo Mungu Mwenyezi aliweka ndani ya wale wazazi wetu wa kwanza ni chanzo cha matumaini kwetu. But for you, our families is a place where we receive blessings. Our families are places where we experience the blessing that God Himself gives us. That in our families we are disposed kupata baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati ambapo tumeshajua ya kwamba familia ni mahali ambapo tunapata baraka, na kutokana na baraka hiyo tunapata matumaini, mbona tuishi kama hatupendani katika familia? Mke, bariki mume wako. Mume,
bariki mke wako. Nanyi wazazi, bariki watoto wenu. Katika Agano la Kale tunaambiwa katika kitabu cha Mwanzo tena 49 of Genesis, but Israel, who is also called Jacob, alikuwa ameona ya kwamba ako karibu kufa. Akaita watoto wake wote pamoja, na mmoja baada ya mwingine akaanza kuwabariki, kutoka firstborn Reuben mpaka yule ambaye alikuwa ni mdogo Yosefu. Tumsifu Yesu Kristo. Akaambia Reuben ambaye alikuwa ni mtoto wake wa kwanza ya kwamba, Reuben, look here, you will be my strength of excellence, and every person will come to honor you because of your excellence. Israel, Jacob already blessed the children that God gave him. Alibariki hawa watoto kabla hajakufa. Ndugu yangu, dada yangu, do not curse your children. Mtoto anaweza akawa mtukutu, mtoto anaweza akaingia katika kambi mbaya, but never curse the fruit of your womb. Never curse your own child. Move ahead. Give hope to your children by blessing them. Mungu alijaza ndani yetu matumaini kwa sababu ya baraka ya kipekee ambayo alitupatia wakati wa mwanzo wa familia zetu. Let us bless each other. Na Israel went ahead akiwa anabariki watoto wake. Na yule wa pili alikuwa anaitwa Juda. Akamwambia Juda, ndugu zako wote wataishi wakikusifu, na wewe utakuwa unavuta watu kwa mikono yako, na wale ambao ni maadui katika familia hii utawashika shingo na utawanyonga na wafu. That is a blessing to a son given by the father. Aliongea maneno mazuri kwa ajili ya ulinzi ya familia yake mzee huyu, ili watoto wake waweze kurithi yale ambayo ni mema. Akawajalia matumaini, akaweka ndani yao mema kwa mafundisho yake, kwa jinsi ambavyo yeye mwenyewe alikuwa naishi, na akawabariki watoto wake. Do not curse at any moment your child. Ukimbariki, unaongeza ndani yake matumaini. Ukibariki huyo mtoto, unaongeza ndani yake nia ya kufanya mema. Ukibariki mtoto, neema ya kipekee inaingia ndani yake ili awe mtu mwema na mtu mzuri katika jamii, katika familia na katika ulimwengu huu. Tumsifu Yesu Kristo. Nanyi watoto, kuna nyakati nyingi ambazo unaona ya kwamba jinsi ambavyo maisha inapeleka watu, na nyakati hizi unaangalia wazazi, wakati mwingine unasema kwa mzazi wako mwenyewe, bure kabisa. Never. Usiwahi kaangalia mzazi wako ukasema ya kwamba hakuna chochote kizuri nyakati hizi ambao mzazi wangu anajua. Hata kama mzazi wako ni kipofu, usiwahi kusema ya kwamba ni kipofu, hakuna kile ambacho anaweza nisaidia nayo. Hata kama mzazi wako ni mlemavu, usiwahi kusema ya kwamba mimi nimemshinda kwa mbio kwa sababu ni mlemavu. Accept your father and mother. Accept your siblings in the family as they are. Bless them, wabariki, watakie mema, so that they have a longer life. That keeps them in a state of hope. Hiyo inawajalia matumaini ya kipekee katika maisha yao. We should not live in families where a child curses the son, and the son curses the mother curses the daughter curses the father. No. Ili tukuze matumaini katika familia zetu, tuishi tukibarikiana, tuishi tukitakiana mema, tuishi kwa upendo ambao ni upendo wa kipekee. Tumsifu Yesu Kristo.
Jambo la tatu ni kwamba katika familia zetu tuziweke mahali ambapo kila mtu anajisikia nyumbani. Familia ili iweze kutuza matumaini kwa njia ya kipekee, ili matumaini yaweze pia kukuzwa katika familia zetu. Kila mmoja wetu ajisikie kwamba yuko nyumbani. Feel at home with your children. Feel at home with your parents. Kila mmoja wetu tukiwa kwenye familia, kila mtu ajione kwamba ako nyumbani na amekubalika. Tumsifu Yesu Kristo. Wiki iliyopita tulikuwa tunaandaa watoto kwa ajili ya sakramenti ya Ekaristia, First Holy Communion. Nilikuwa nimeketi nje Kinungi kwa kiwanja kwa kona moja, na Father Cornell mwenye alikuwa hapa jana alikuwa ameketi kona nyingine. Kwa hivyo watoto wanakuja kitubio kwa laini. Kuna mtoto mmoja nilimuona kutoka kwa kona mbio. Sasa baada ya kitubio tukishamaliza, nikauliza Father Cornell, "Father, where was that child running away? Ulimfanyia nini?" Father akaniangalia na akanicheka kwanza. Nikamwambia, "Father, that was so serious. Mbona huyu mtu alikimbia? Confession wao wakimbiaje hivyo?" Father akaniambia, "Wakati niliinua mkono nikasema kwa jina la Baba, alifikiria na kumpiga kofi." Kwa sababu nyumbani akiona baba yake ameinua tu mkono hivi ni kofi. Nikauliza Father, then there is a problem with that child. Kwa sababu hata wakati ako na baba yake mwenyewe, the child feels insecure. Kwani baba yake akiinua mkono hivi ni nini? Ni kofi. Akaona Father akiinua mkono hivi akadhani ni nini? Ni kofi. Mtoto huyu akienda shuleni na watoto wenzake wainue mikono, anakaa shuleni, atadhani ni nini? Kofi. In our families, jinsi ambavyo tuko, tuweze kufanya kila mmoja wetu aweze kukubalika, ajisikie kwamba yuko nyumbani, aweze kuona rafiki wa kipekee pale kwenye familia kwanza, kabla aende kuonyesha urafiki nje. Become friends with your children. Become friends with your parents, so that kila mtu anajisikia kwamba ako wapi? Ako nyumbani. Kwa njia hiyo, matumaini ya kipekee huzaliwa katika familia zetu. Jinsi ambavyo ya kufanya wajisikie kwamba wako nyumbani. Akifanya jambo ambalo ni nzuri, mshukuru na umsifu. Akifanya jambo ambalo ni baya, mrekebishe na umsamehe. Akifanya jambo ambalo halifai katika familia, muite kando na uongee na yeye apate kuelewa yale ambayo anapaswa kufanya katika familia. Kuna familia zingine baba amejitahidi, ameenda kazi, amepata kidogo kile ambacho ako nacho, ameleta nyama nyumbani siku moja. Anasema mama anajibu, "Sasa hizi kuota unaleta kuota za nini zitalilisha na hawa watoto wengine? Niongeze na kokoto." The little sacrifice that a man makes in the family, the little sacrifice that a woman makes in the family, the little sacrifice that any child makes in a family counts. This way, tunaweza kufanya wenzetu wajisikie kwamba wako nyumbani. Siku ya kwanza akija na kuota, umshukuru. Siku ya pili anataka kushukuriwa tena, aongeze ikuwe nusu. Mungu ni mwema. Ukimshukuru siku ya nusu, anataka kushukuriwa tena, aongeze ikuwe 3/4. Siku ya 3/4 anataka kupewa shukrani tena, aongeze ikuwe kilo. Lakini ukimkemea siku ya kwanza, hapo inakuwa ni ya mwisho. Sasa hata mwanangu kazi mimi nafanya, mimi naangalia naenda kuna tusiwa naye, siwezi leta tena. In that sense, we lose the bond of family life, and everybody begins kukimbia, and that way we break the hope that is in our families. Tumsifu Yesu Kristo. Jambo la 4,
ni kwamba kukuza matumaini katika familia zetu, jinsi ambavyo inatuhitaji pia inahitaji sana. Matumaini inakuzwa kwa njia ya kipekee kwa sala. Maombi ambayo tunafanya kama familia, maombi ambayo tunafanya kwenye familia kama mtu binafsi, hukuza matumaini na hukuza familia zetu. Tunaambiwa ya kwamba a family that prays together does what? Lives together. Familia ambayo husali pamoja, huishi na kukaa pamoja. The prayer brings hope in this family. When things are so hard, we surrender our families to God. We surrender our families in prayer to the risen Christ. We surrender our families in prayer for the sake of our friends, those who come into our families, wawe na nia njema. Wakati ambapo tuko na uoga katika familia zetu, tunaita Mungu katika familia zetu ili atusaidie, atuweke nguvu, atutunze, na ndani yetu atie matumaini kwake mwenyewe. Prayer moves mountains. Prayer keeps families together. Prayer increases faith in a family. Prayer increases hope in a family. And prayer increases love above all in a family. Jaribu, ita familia yako pamoja. Ita mama, ita watoto. Kaeni pamoja katika sala. Nawaambia katika sala, the way of looking at things in that family. Labda mmekuwa mkizozana, mkianza kusali pamoja, you create a new friendship and you move ahead in a different thought pattern. Prayer can change the attitudes of our families. Prayer can change the nature of our families. In a time wakati ambapo zimesambaratika, tukijaribu kusali pamoja, maombi hutuleta pamoja, na kila mmoja wetu ndani yetu tunajazwa matumaini. Tumsifu Yesu Kristo. Familia, jinsi ambavyo nitanguliza, kuzaliwa na wazazi, baba na mama, ambao wanakuja pamoja, na Mungu anawabariki na baraka na kipaji cha watoto. Kwa hivyo baba na mama huwekwa pamoja, na wao Mungu anawawezesha kupata watoto ambao ni zawadi. Mama Kanisa inatuelekeza ya kwamba katika sakramenti ya ndoa, familia huzaliwa. Familia ya Kikristo huwekwa wakfu. Familia ya Kikristo hutangaziwa bayana ya kwamba umetakatifuzwa na Kristo mwenyewe katika Roho Mtakatifu. Sakramenti ya ndoa hutuunganisha pamoja bibi na bwana. Sakramenti ya ndoa inatutakatifuza katika familia zetu ili tuishi katika hali ya neema. Baba na mama wakati huo tena sio watu wawili, bali ni kitu kimoja. Ndoa iliyotakatifuza na Kristo mwenyewe kwa Roho Mtakatifu ni ndoa yenye matumaini. Ndoa iliyotakatifuza na Kristo mwenyewe katika Roho Mtakatifu ni ndoa yenye matumaini. Kristo mwenyewe anaingilia na kuweka mama na baba pamoja katika sakramenti ya ndoa kwa njia ya kipekee, ambapo hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza akawatenganisha, because Christ himself in the sanctification by the Holy Spirit ameweka mume na mke pamoja. Wangapi hawangependa kwamba Kristo kwa Roho Mtakatifu asitakatifuze ndoa kama mwanzo wa familia? Najua sote tunataka hivyo, kwamba Kristo aweze kuingia katika familia zetu, na Roho Mtakatifu ingie kati yetu, tuwe kitu kimoja, tutakatifuzwe katika
katika ndoa yetu na familia yetu iweze kutakatifuzwa. Lakini kuna mambo mbalimbali ambayo yametuweka mbali na nia hizo. Kuna mambo mbalimbali ambayo yatukwaza kumkaribisha Kristo katika ndoa zetu. Kila mmoja wetu ana sababu yake. Kila mmoja wetu ana jambo lake. Kila mmoja wetu ana kishawishi yake. Lakini wapendwa, kuondoa haya yote na wakumbusheni mambo matatu. Tumsifu Yesu Kristo. Mambo matatu haya ndivyo chanzo cha kipekee cha ndoa yoyote. Any marriage that you enter into, these are the purposes of those marriage. Jambo la kwanza ni kwamba tunaingia katika ndoa ili tuweze kukuza zawadi ya watoto. Tuweze kufanya jinsi ambavyo Mungu alinena katika Agano la Kale, in Genesis 9, kwamba this procreation, kuzaa watoto kama zawadi ya kuwalea, ndio jambo la kwanza. Ndoa yote ambayo unaingia iwe ni ndoa ya kuweza kuendeleza kazi ya Mungu ya uumbaji kwa ajili ya kuchukua kama zawadi watoto ambao anatujalia. Tumsifu Yesu Kristo. Na jambo la pili ni kwamba kwa kuwa pamoja, kusaidiana kwa pamoja. Baba anamchukua mama, wanaishi pamoja ili wasaidiane katika kazi, wasaidiane katika maisha, wasaidiane katika kuishi. Communion in everything that we do as people who are married. The birth of the families takes place when a man and a woman come together. It doesn't only involve the children, lakini hata wao kwa wao wawili hapo Mungu anaweka pamoja ili matumaini yao yaweze kuongezwa, kwani wanasaidiana kwa pamoja, wanasali kwa pamoja, wanafanya kazi kwa pamoja, wanaleana kwa pamoja. Communion is one of the things and the reasons as to why we enter marriage. Na jambo la tatu ni kuzuia tamaa, remedy of concupiscence. Kuzuia tamaa. Kwani Mungu anapokuweka pamoja na mke wako au mzee wako, anaweka pamoja ili muishi mkitegemeana, muishi mkipendana, muishi ikiwa mnatembea pamoja, muishi ikiwa mnasaidiana kwa kila jambo, na muishi kwa njia kipekee ikiwa mnapendana. Familia huzaliwa katika ndoa. Na ndoa ambazo mnaishi katika maisha ya Wakristo kama Wakatoliki ni ndoa ambazo zinapaswa kuwa na usafi wa kipekee. Na usafi wa ndoa hizo inapatikana katika jambo hili la tatu. Ndoa tunaingia wakati ambapo unabarikiwa, unatakatifuzwa na kuwekwa wakfu ili tamaa ya binadamu uweze kurudi chini. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Joel Anaya, anaimba nyimbo za kimungu, za gospel singer. And there's one song nilisikiza nikiwa bado shuleni, na tulipokuwa tukisikiza, mmoja wetu akaichukua akaenda nayo music festival. Muziki hiyo ilipita kwa sababu of the message that it had. Sio kwa sababu ilikuwa tamu sana, but because the message it was carrying for the community was very heavy. Anaya aliimba kusema ya kwamba ndoa jamani na iheshimiwe, wala kitanda isichafuliwe, na usherati kutoaminiana. Ndoa ni kitu kizuri sana wapendwa. Na akaendelea kusema, mke si mpira arushwe kwa mateke na ngumi, bali ni msaidizi
atokaye ubavuni mwa mumewe. Kutunza mke si kukaza macho, lakini ni kumpenda kwa moyo. Katika ndoa tuweze kupendana ili tuweze kuishi miaka mingi. That message about life in marriage and family is so heavy. That every marriage must be respected. That nobody should go astray outside his own marriage in search of what he or she already have. Hello? Kuna bishop alikuwa anahubiri na kuna clip imetembea na anasema ya kwamba anatoka Nigeria. Mimi sielewi wanaume na wanawake wanakuaje siku hizi katika ndoa. Sielewi na baadaye mimi sielewi. Anasema sielewi. Mtu ako na bibi yake amemshinda kumtunza. Mtu ako na mama yake nyumbani ameshindwa kumtunza. Mtu ako na watoto wasichana nyumbani ameshindwa kumtunza. Alafu badala ya kutunza hawa anatafuta wanne nje. Hello? Sasa mmekuwa wagonjwa. Badala ya kutunza yale ambayo ako nayo hapa, anatafuta shida nyingine wapi? Nje. Yule anampeleka mbio. Akikonda huko nje, anasema ni hao wamemkodesha. Na akasema tena, wanawake mimi siwaelewi. Mtu ako na baba yake nyumbani ameshindwa kumtunza. Mtu ako na bwana yake nyumbani ameshindwa kumtunza. Badala ya kutunza huyu mmoja au wawili, anaenda kutafuta mwingine ambaye ni wa mtu mwingine, ambaye ni wa mtu mwingine, ambaye ni wa mtu mwingine mpaka 10 times huko chini. Shida. What has happened to the purity of marriage life? Kuaminiana katika familia zetu, kukaa katika ndoa katika hali ya usafi, ni nini kimefanyika hasa? Wakati wowote ambapo unaingia katika ndoa, kumbuka ya kwamba unaingia katika ndoa kupunguza tamaa. Unaingia katika ndoa na unafunganishwa na huyo mmoja kwa sababu umempenda, kwa sababu umemchagua, ili Mungu katika neema yake akupunguzie tamaa ya wale wengine na ufocus kwa huyu mmoja. Na by the way, kuna mwalimu mmoja tukisoma alituambia katika maisha ya ndoa mtu anaweza akaishi miaka mingi kwa uaminifu na mke au mume wake kushinda mtu ambaye anajifanya mjanja na amepanga watu kwenye laini. Ni kweli ama sio kweli? Mtu akiishi na mume wake katika uaminifu katika familia hii moja, mke na mume wake kwa kuaminiana, anaishi miaka mingi kushinda yule ambaye amepanga wengi huko nje. Ni ukweli ama sio kweli? Sababu moja ni gani? Ni nyinyi mnaishi ndoa, sio? Mimi naishi katika parish. Sababu ya kwanza, kwa nini mmekuwa wagonjwa? Yes. Kwa sababu ya kuchanganya damu. Kwa sababu ya kuchanganya damu. Sababu nyingine? Ndio uaminifu. Sababu nyingine? Yes. Nazuia magonjwa. Sababu nyingine? Yes. Tamaa. Sababu nyingine? Kuna moja atafuta. Yes. Halo? Majukumu ni mengi. Na watu wa Mungu, watu wengi wanatazama changamoto kama hiyo kwa njia moja peke yake. Watu wengi utazama changamoto kama hiyo kwa njia ya magonjwa. Si ndio? Mnajua majina yao? Mnajua, si ndio? Mimi sijui vizuri. Wanatazama kuwa na foleni
kwa njia moja ya magonjwa. I'm telling you, hiyo kuwa na foleni, kuwa na wake wengi ambao hawajuani, hata kuwa na wanaume wengi ambao hawajuani, usumbua akili ya mtu. It has a psychological challenge. Jambo la pili, kwa sababu ya majukumu, iko na financial challenge. Nisikilize. Wakati uko na mke wako na unaishi na yeye katika nyumba moja, sawa sawa, na uko na mpango wa kando mahali kwingine. Number 1, katika mawazo yako unaanza kuplan jinsi ya kupatana na yule mwanaume ama yule mwanamke mwingine. Akili siko engaged tayari. Hello? The mind is engaged? Is engaged. Hiyo ni katika mpango. Akili imeanza kufanya kazi. Wakati unatoka kwako pale, unataka kwenda kwa yule mwingine, unapanga jinsi ya kudanganya bwana yako ama bibi yako. Akili bado inafanya nini? Inafanya kazi. Mungu ni mwema. Wakati sasa umeshaweza kudanganya huyu mama ama baba ambaye unaishi na yeye, sasa hapa njiani akili inaendelea kufanya kazi na unasema ya kwamba sitaki kuonekana na mtu yeyote. Unapanga jinsi ambavyo mtaenda mbali. Akili inafanya nini? Kwenda mbali. Kama ni kutoka hapa, hata kama ni kwenda town, unahitaji nini? Fare. Na wakati utaenda pale, wewe hauna nyumba huko na huyu mwingine pia hana nyumba huko, mnafikiria kupata nini? Nyumba. Akili inafanya nini? Wakati ambapo umeenda pale, unaanza kufikiria pesa ya hii fare itatoka wapi? Na pesa ya kulipa that hotel itatoka wapi? Akili inafanya nini? Wakati ambapo mko pale, unataka kufanya haraka ili usiweze kushikwa nyakati zako zisiishe. Unataka kurudi nyumbani mapema. Akili inafanya nini? Ukirudi nyumbani tena hutaki kuonekana na yeye. Unakuja ukiwa peke yako, mnafanya mpango jinsi ambavyo mtaachana kutoka kwa matatu. Akili inafanya nini? Wakati umeingia kwako, unakuwa unsettled. Bwana yako anafikiria nini? Bibi yako anafikiria nini? Wakati huo sasa akili inafanya kazi zaidi. Sasa wacha hapo. The akili that works after everything. Nimekuwa mgonjwa, nimepata mimba, nimepeana mimba, kwa sababu ya kukosa kuaminiana katika ndoa. And somebody goes down and down and down. Somebody becomes so guilty. Somebody becomes so disturbed because aliangalia upande moja ambao ni upande wa mwisho. Everything in the process is very heavy. And when all these things come together, we are destroying our family life. We are destroying what is supposed to be a family, a place that is sanctified, a place that the Holy Spirit dwells, a place that gives hope to each and every one of us. Yeyote ambaye amesafiri safari hiyo ya foleni, ambaye amekuwa amesumbuliwa katika akili yake, amepata kuwa na magonjwa, definitely the person anapoteza matumaini. Ni ukweli ama sio kweli? The person goes into desperation. Ndoa ambazo tunaingia, tuombe Mwenyezi Mungu atuweke pamoja katika mapendo. Wakati wowote ambapo unaona ya kwamba mke wako sasa hakupendi jinsi ambavyo alikuwa anakupenda, baba yako hakupendi jinsi ambavyo alikuwa anakupenda, mama hakupendi jinsi ambavyo alikuwa anakupenda, kumbuka the first time you met, wakati mlikutana mara ya kwanza, ulimpendea nini? Kama ulikuwa umempendea uso wake wakati hakuwa na wrinkles, sasa ako na wrinkles. Ukipenda umbwa, penda na viroboto vyake. Ukipenda umbwa, penda nini? Viroboto vyake. Jua ya kwamba siku moja, the person that you love is going to have physical changes. Hiyo ni kiroboto. Know that the person you have chosen to stay in family
He's going to have his own challenges. He's going to have our own challenges. Accept that person jinsi ambavyo ako. Jua ya kwamba ukichukua mke kumweka kwa nyumba, ukiwa unaenda kuishi na mume, kumbuka ya kwamba atakuwa na mambo mbalimbali ambayo hautakuwa unapenda ndani yake. Wewe kumbuka mapenzi yako ya kwanza and accept that person the way he or she is. Don't discriminate him as time goes by. Uanze kusema ya kwamba mimi sikuwa napenda hii ndani yake, nilikuwa napenda jinsi ambavyo alikuwa anatembea. Wakati huo amekuwa mzee, anatembea na mkwaju. Kumbuka jinsi ambavyo that love came from your heart. Love him, serve him, love her, serve her to the end. This is a grace, ni neema ambayo tunapokea katika sakramenti ya ndoa. Ya kwamba jinsi ambavyo neema yake Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo anapounganisha mke na mume, anapowatakatifuza kwa Roho Mtakatifu na kuwaweka wakfu, anawajalia ndani yao uvumilivu, anawajalia ndani yao kupungukiwa kwa tamaa, anawajalia ndani yao kusaidiana, anawajalia ndani yao uwezo wa kuzaa watoto kama matunda na zawadi katika familia. Ndugu zangu, tuweze kufanya ndoa zetu kuwa takatifu kwa kufanya na kupokea sakramenti ya ndoa. It has grace. Sakramenti ya ndoa ina neema yake ya kipekee ambayo inatujalia wanao shiriki katika sakramenti hiyo. Tuwe watu wa matumaini katika familia zetu. Tuweze kubarikiana, tuweze kutakiana mema, tuweze kusaidiana, tuweze kukuza matumaini kwa njia ya kipekee katika familia zetu. Naye Kristo ambaye amependa ya kwamba tuwe pamoja katika familia zetu, naye Mungu Baba aliyebariki familia kutoka mwanzo, aweze kubariki na kuweka familia zetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.